Unaweza kujiuliza kwamba jeshi la Waislamu likiwa linaongozwa na Jenerali Tariq Ziyad katika mwaka wa 700 kuelekea katika pwani ya Hispania, akiwa na askari wachache sana. Askari hao wanashuka na meli zao za kivita katika pwani ya Hispania. Kitu cha kushangaza ni kwamba jenerali wao, unajua anawaambia nini? Anachukua maamuzi ya kuchoma meli zote za kivita, na baada ya kuchoma meli za kivita anawaangalia askari wake kwa jicho la umakini kabisa kama hiyo. Anawaambia, nyuma yenu kuna bahari, mbele yenu kuna maadui. Aidha turudi tukiwa maiti au turudi tukiwa hai, lakini by any means inatakiwa tushinde vita. Na katika vita hii askari ambao walikuwa wanaongoza Jenerali Tariq Ziyad walikuwa ni wachache sana ukilinganisha na askari ambao walikuwa wameenda kupigana nao, lakini alichukua tendo la kishujaa la kujiamini. Na unajua nini kilitokea? Natamani kusikia kilichotokea ni nini? Waliweza kushinda ile vita. Kumbe katika maisha kuna baadhi ya mambo ambayo yanaweza yakawa yako mbele yetu, ili tuyashinde yanahitaji sisi kwanza tuweze kujiamini. Hakuna namna unaweza ukafanya mambo makubwa katika maisha ikiwa tu ndani yako una nguvu ya kujiamini. Watu wengi sana leo hawajiamini. Wengi wao wanaongozwa na hofu na mashaka. Kuna baadhi ya mambo ambayo unajua kabisa unatakiwa kuyafanya, lakini kwa sababu tu ya hofu iliyoko ndani yako unajikuta unashindwa kuyafanya hayo mambo kwa ufanisi wa hali ya juu. Moja kati ya waigizaji maarufu sana duniani, Will Smith, alisema kwamba the success of life is on the other side of fear. Akiwa na maana gani? Kwamba mafanikio ya maisha yapo katika upande wa hofu. Unaweza ukawa unajiuliza kwamba ni kwa nini alisema mafanikio ya maisha yapo katika upande wa hofu? Watu wengi wanaogopa. Watu wengi leo wanaogopa. Hata wewe leo unayenitazama katika video hii, unaweza kuuliza moyo wako, hauna uoga ndani yako? Je, hauogopi? Basi kama hauogopi ni vizuri, uko katika safari ya wanaoenda kufanikiwa. Lakini kama unaoga au jiamini, manake hilo ni tatizo. Kitu ambacho unatakiwa kufahamu ni kwamba kujiamini ni hali ya kuchukua hatua dhidi ya kwamba kuna hofu mbele yako inayokukabili, lakini unaamua kuchukua hatua kwa sababu kuna kitu kizuri zaidi ya hiyo hofu. Sasa hakuna namna watu watakuamini kwenye maisha yako kama wewe haujiamini. Hakuna namna watu watakuamini kwenye maisha yako kama wewe tu binafsi haujiamini. Tunasema kwamba like deserve like, kwamba utaweza kuwafanya watu wa kuamini kwa sababu wewe unajiamini. Hakuna mtu ambaye anataka kumwamini mtu ambaye yeye binafsi hajiamini, na hakuna mtu ambaye anaweza kukuamini katika kiwango cha juu zaidi ya kile kiwango ambacho wewe mwenyewe unajiamini. Hata kama watu 1000 wakasema unaweza kufanya kitu fulani, lakini kama wewe haujiamini kwamba unaweza ukafanya hicho kitu, basi hauwezi kufanya. Lakini unatakiwa kuelewa kuwa hata kama watu 1000 wakasema hauwezi kufanya jambo fulani, lakini ikiwa ndani yako unaamini kwamba unaweza ukalifanya hilo jambo,
hakika ya kwamba unaweza kulifanya hilo jambo. Sasa kuna nguvu kuu tatu zilizopo katika kujiamini. Kujiamini kunakupa nguvu ya uthubutu. Kujiamini katika maisha yako kunakupa nguvu ya uthubutu. Watu wengi leo wanasubiria waanze kujiamini ndipo waanze kufanya. Watu wengi leo wanasubiria waanze kujiamini ndipo waanze kufanya. Watu wengi leo wanasubiri wajiamini ndo waanze kuchukua hatua, lakini kitu ambacho natakiwa kuelewa ni kwamba tunachukua hatua, na tunavyoanza kufanya vitendo tunapata experience, na kadiri tunavyopata uzoefu manake ndivyo tunavyozidi kujiamini. Sasa big problem ya watu wengi leo wanasubiri kwamba waanze kujiamini, wanasubiri wapate rasilimali zote, wapate ukamilifu wa kila aina ndipo waanze kuchukua hatua. Sasa unatakiwa ujue kwamba tunachukua hatua alafu kujiamini kunakuja baadaye. So ukiwa ni mtu ambaye unajiamini, maana yake ni kwamba itakuwa inakuwezesha kuchukua hatua hata pale ambapo unahisi hofu inayokutawala, lakini as long as unajiamini na kuamini ndani yako, hata wengine watakaposema hauwezi kufanya kitu fulani, maana yake ni kwamba wewe unakuwa una uwezo wa kuchukua hatua na kuleta matokeo fulani katika maisha yako. Sasa lakini pia kujiamini kunakupa nguvu ya kuweza kustahimili na kuvumilia. Watu wote ambao wanajiamini, manake ni kwamba hata watakapopita katika changamoto kubwa, manake watakuwa wanaamini wanaweza wakapata matokeo katika hiyo changamoto. Unaweza kufikiria Jenerali Tariq Ziad alichokifanya. Licha ya kwamba walikuwa katika pwani ya ugenini kabisa, mbali na kwao, lakini kwa sababu tu ya kujiamini, na aliamini kwamba wanaweza wakapata ushindi, na kwa sababu yeye alijiamini akataka kufanya na askari wake wajiamini. Kwa na wewe leo yawezekana ni kiongozi, ni meneja kwenye kampuni ambayo umeajiriwa, au ni kiongozi kwenye biashara ambayo umekuwa ukiifanya, au umepewa kusimamia kitu chochote na kuna timu ambayo unaiongoza. Unaweza ukajiuliza swali, je, timu hiyo wewe ndio chanzo cha kujiamini, au wewe ndio unakuwa unawavunja moyo wenzio wa kuendelea mbele na kustahimili katika mambo? Naona Jenerali Tariq Ziad, pamoja na kwamba alikuwa na askari wachache, pamoja na kwamba nyuma yao kulikuwa kuna bahari, mbele kuna maadui, lakini kwa sababu tu ya kujiamini waliweza kuvumilia na hatimaye wakashinda vita. Unatakiwa kuelewa kwamba kwenye maisha yako kuna vita ambazo ili uweze kuzishinda ni lazima uwe una nguvu ya kujiamini ndani yako. Kuna ofisi ambazo hautaweza kuingia ikiwa unatawaliwa na hofu. Kuna maeneo hautaweza kuyaingia kwenye maisha yako ikiwa haujiamini. Na nikwambie tu, there is no place for weak creature in this world. Hakuna eneo la viumbe dhaifu katika dunia. Kuna mtaalamu alishawahi kusema the survive of the fittest. Watu ambao wanaweza kusurvive ni wale ambao wako fit. Tunamaanisha confidence, mentality, kila kitu. Ukiwa una confidence unaweza ukajikuta unaandika project proposal unapeleka kwa mkuu wa mkoa. Unaandika proposal ya mradi fulani unapeleka kwa mkuu wa mkoa ili uweze kupata sponsorship. Lakini kwa sababu watu wengi ni waoga, hata wewe hapo unaweza ukajiuliza kwamba ni muoga au sio muoga. Kama sio muoga, unaweza ukajiuliza ni fursa ngapi ambazo zimekupita ambazo ni za msingi sana kwa sababu ya hofu iliyokuwa inakuzuia kufanya, kwamba watu watanichukuliaje, watanionaje, nitaonekanaje.
Ukiona hivyo, ujue kwamba kuna kitu ambacho unatakiwa kushughulikia kwenye maisha yako. Hofu ni adui mkubwa sana wa maendeleo katika kuelekea hatima zetu, lakini watu wanaojiamini ni watu ambao wanaweza kuleta matokeo makubwa katika jamii. Lakini kitu kingine ambacho unatakiwa kufahamu kuhusu kujiamini, kadri unavyojiamini ndivyo unavutia na watu wengine wa kuamini. Kadri unavyojiamini, kadri kiwango chako cha kujiamini kinavyoongezeka, ndivyo kinavutia na watu wengine wa kuamini. Can you imagine kwamba Jenerali Tariq Ziyad angekuwa ajiamini? Unafikiri baada ya kutua pwani ya Hispania wanajeshi wenzao wangekubali achome meli? Pamoja na kwamba ni jenerali wao, nina uhakika kwamba wangeweza kuamua wamuue, wapande meli, wageuke nyumbani. Lakini kwa sababu yeye alijiamini na akatoa kauli ya kishujaa, ni imagine kwamba nyuma yenu kuna bahari, mbele yenu kuna maadui. Chagueni moja, turudi tukiwa hai au tumekufa. Kwa sababu nini? Kulikuwa hakuna backup plan, hakuna meli, hakuna nini. Kamanda akajiamini na askari wake wakamwamini, kwa sababu yeye alianza kujiamini. So the moment unajiamini wewe kwanza, ndivyo unavutia na watu wengine wa kuamini, kwa sababu hakuna mtu atakayeweza kukuamini ikiwa wewe tu haujiamini. Hakuna mtu ambaye anaweza akakupa uaminifu wake ikiwa wewe tu umeshindwa kujipa uaminifu wako na kujiamini kwamba unaweza ukafanya mambo makubwa. Unatakiwa kuelewa kwamba ni mambo gani makubwa ambayo umeshindwa kuyafanya kwa sababu tu ulishindwa kujiamini. Ni fursa ngapi ambazo umezipoteza katika maisha yako kwa sababu tu umeshindwa kujiamini. Yawezekana ni mwanachuo, yawezekana ni mfanyabiashara, yawezekana ni mwekezaji. Kuna fursa ambazo zilikuja mbele yako kwa sababu tu ulitawaliwa na uoga, ukakuta mwisho wa siku umeziacha hizo fursa zipite, na at the end of day unajikuta unaanza kujuta baadaye. Watu wengi ambao hawana spirit ya kujiamini ndani yao huwa baadaye wanakuja kujuta. Sasa unaweza ukajiuliza, kwa sababu ndugu zangu wahenga wanasema kupanga ni kuchagua. Unaweza ukaamua kuchagua kujiamini au kuto kujiamini, lakini pia unaweza ukaamua kukaa na kutafakari chini kati ya kujiamini au kuto kujiamini, ni kupi ambapo kutajenga hatima yako.